tuona kwamba tukisoma Mathayo 15:8 inasema nini? Watu hawa huniheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali nami. Kwa mdomo uniheshimu, kwa midomo yao, matamshi yanayotoka tu, lakini moyo wako hayatamani na nini? Hayatamani na matamshi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo inamaanisha kitakachotoka kinywani, maneno yale yanatamkwa mdomoni, inafaa itoke wapi? Itoke moyoni. Lakini unapotamka kutoka kinywani na haiko ndani mwako, moyoni mwako, inamaanisha umeifanya kuwa practical, kama umeifanya kuwa jambo la kawaida. Na ndiposa katika Mathayo tunaambiwa kwamba wamefanya nini? Wao huniheshimu kwa midomo tu, lakini mioyo yao iko mbali nami. Hebu niulize swali. Kumbuka kwamba huu ni mwili tu. Kwanza tuseme ni dudu tu. Tuangalie watu wangapi wamewahi kufa, waona ni wengi. Mtu akifa kama hajakuwa preserved, huwa inakuwa vipi hiyo mwili? Inakuwa dudu, si ndio? Kwa hivyo mimi huwa nashangaa wakati mtu anaringa na hii mwili. Unaringa tu na ujui wakati huo pumzi itakapotoka itakuwa dudu, inaoza na inakuwa nini? Inakuwa dudu. Lakini kumbuka, Mungu ako interested na kitu kimoja ndani yako. Ako interested na nini? Na moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi unapamba nje vipi, mahali unastahili kupamba ndani yako. Maana yeye angalii nje, angalii umebleach vipi, umeng'ara, umekuwa mzungu vipi, lakini yeye anapendezwa na moyo wako. Huo moyo wako unaipamba vipi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mapambo ya ndani ni muhimu kuliko mapambo ya nje. Kuna haja gani uweze kufanya hivyo lakini ndani itakupeleka jehanamu? Kwa hivyo hiyo ndio inamaanisha kwamba matamshi, tunamheshimu Mungu kwa matamshi tu, lakini ndani yetu hana nafasi. Kwa hivyo ndipo utapata kwamba unaenda ibadani lakini moyo hauendi, unaacha huko nje. Tunakuja, tunaomba, tunaimba, tunafanya kila kitu, lakini kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Tunafanya kimwili, lakini haitoki ndani ya moyo wetu. Usinielewe vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali utajua tu baadaye. Kwa hivyo na tukasema kwamba unaenda lakini roho haishiriki. Unaenda ibadani lakini moyo haiendi. Unasali lakini uishi kile unachoomba. Kwa hivyo ikaendelea kusema desturi huua njaa ya Mungu. Desturi hufanya nini? Huua njaa ya Mungu, njaa ya kumtafuta Mungu. Maana kama umefanya maombi ama ibada ama kuimba iwe ni kitu ya kawaida, inamaanisha basi Mungu haukujui. Kwa hivyo hauna haja na Mungu. Kuna yale uko na haja naye, lakini Mungu hapendezwi. Mungu anapendezwa na kile kiko ndani yako, kile kinatoka ndani yako. Maana yeye hutuchunguza ndani yetu. Hata kabla hujatenda yale yanaonekana, anajua kile ambacho kilichoko ndani yako. Kwa hivyo hebu tuone kwamba tukiendelea inasema mpendwa, unasali lakini bado hujajikana nafsi yako. Maombi yasiyoambatana na kujikana nafsi hayabadilishi chochote. Na ndiposa tunapata katika Luka 9:23 Biblia hapo inatuambia kwamba mtu akitaka kunifuata, wakati ambapo Yesu alikuwa anazungumza ama wakati ambapo Yesu alikuwa anahubiri, aliweza akasema, maana kuna watu mahali pale walikuwa wanataka kumfuata, na
tukajimbia kwamba mtu akitaka kunifuata na ajikane nafsi yake, ajitwike msalaba wake kila siku. Inamaanisha nini? Ajikane nafsi yake. Yaani kuna masharti ukitaka. Kwa hiyo haujalazimishwa. Haujafanya nini? Haujalazimishwa kumpata, wala haujalazimishwa kumkubali. Kwa hiyo anakuambia ukitaka. Kwa hiyo unaweza acha ama unaweza fanya, chaguo ni lako. Ukitaka. Na kwa wale watamfuata. Kwa wale watamfuata anasema ujikane nafsi yako. Ujikane nafsi yako. Maana humu ulimwenguni kuna mambo mengi tu tunayataka na tunayafanya. Kwa hivyo iwapo unataka kumfuata Kristo, iwapo utakubali ndani ya moyo wako ya kwamba Kristo, mimi niko pamoja na nitatenda, inamaanisha unyenyekee, utii na ukubali kutumika. Bwana Yesu asifiwe. Uachane na mambo kadhaa wa kadhaa. Maana inamaanisha hapo nyuma huenda kuna mambo mengi ulikuwa unayafanya yasiyompendeza Mwenyezi Mungu. Naweza kuwa ulikuwa unaiba, ulikuwa msharati, ulikuwa mwenye wivu, ulikuwa mwenye fitina, ulikuwa mwenye chuki. Kwa hivyo hayo yote inamaanisha yaachilie, uyaache kabisa na umfuate Kristo. Ukubali kuwa chombo. Maanake sasa wewe ni chombo tu sasa kwake. Atakwambia fanya ABCD. Usikie sauti yake. Bwana Yesu asifiwe. Isiwe ya kwamba ndio nakufuata lakini bado aliposa utapata magari mengine tumeandikiwa ya kwamba usiwe kama manamba. Usiwe kama nini? Manamba wakufanya nini? Wakubaki nyuma wakati wengine wanafanya nini? Wanaenda mbele. Nakwambia panda dada, panda. Yeye ako nyuma. Panda sasa, wewe unaenda mbele, anabaki wapi? Na mwingine naye akasema usiwe kama koti. Wazao wako koti huko nyuma inaenda. Ati koti inapepea huko nyuma, wewe mwenyewe uko wapi? Uko mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ya kwamba tuikane na tukane yale mambo ambayo yatatufunga tusiyatende mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na tukubali kutii. Maana yake ukiambiwa hata usiku wa manane naambiwa haya inuka enda mahali fulani, utaacha usingizi na uende. Halo, maana yake uko tayari. Na kama sijasahau, maana yake nakumbuka vizuri sana, ilikuwa ni hiyo siku ambapo nilianzisha haya mafundisho. Nilipigiwa simu na secretary nikiwa hapo na pana. Maana yake program jinsi ambavyo ilikuwa imepangwa haikwenda hivyo. Yule alikuwa anastahili hiyo siku Kilimani. Sasa nikaambiwa tu haya, wewe ndio utafanya, wewe ndio utahubiri. Nikasema Mungu itakuwaje? Niliambiwa jana, lakini nikasema liwe liwalo. Yaani tuwe tayari kila wakati. Na je, ningesema siko tayari ingekuwaje? Lakini hata hivyo nikikataa, neno la Bwana halingesimama. Neno la Bwana lazima lifanye nini? Lihubiriwe. Mwingine angesimama from nowhere, anasema hubiri angeendelea. Ukikataa kufanya jambo, kumbuka kuna mwingine mahali atasimamishwa tu na atafanya nini? Atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tufanye tukijua wewe hauko peke yako. Mungu anahitaji watu wote ili kuweza kufanya huduma ya Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona kwamba hapo ya kwamba ukitaka, nitarudia tena, ukitaka haujalazimishwa. Kuna options mbili hapo. Either ufanye, umfuate ama usimfuate. Kwa hivyo uamuzi ni wa nani? Ni wa mtu binafsi. Na kwanza hapa tujua kwamba kuna mambo wakada ya kwamba unataka Mungu abadilishe mazingira, lakini si tabia. Inawezekana hiyo tabia ni vile vile,
lakini unataka mambo yako yabadilike. Kazi, Mungu nibariki na kazi, lakini wewe ni mchawi. Unataka Mungu akupe mke mwema, lakini wewe mwenyewe ni msharati. Ndani ya nyumba itakalika. Kwanza sisi wanawake tuna wivu, hatukubali kuletewa mwingine. Mjue hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Inauma, lakini mimi huwa najiuliza swali. Kwa mfano, iwapo mume wangu atanifanyia hivyo, na je, mimi naye nikifanya itakuwaje? Sasa hiyo ni akili yangu ya kimwili sasa. Itakuwaje? Akina mama manake kwake ni mchungu zaidi. Yaani eti mkuki kwa nguruwe ni mchungu. Kuna maswali kweli unajiuliza, lakini majibu siyapati. Kwa hivyo ni Mungu atuwezeshe na atupe hekima ya kuweza kudili na mambo kama haya, maana ni ngumu. Na pia ukidili nayo hivi huenda yakaleta madhara kwako mwenyewe na kwa familia yako mwenyewe. Mengine yanaweza kuwa ni chuchuchu tu. Kwa hivyo tafuta evidence. Halo, ukishapata evidence itakusaidia. Maana hata ukienda kotini na wenzako una ushahidi, asisini kwa kupotelea mbali, unashindwa tu hivyo. Kwa hivyo unataka baraka lakini hutaki kuvunjwa. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba tuangalie mfano wa mfinyanzi wakati ambapo anatengeneza chungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo mfano unaweza soma katika Isaya 64 ambayo inaelezea kuhusu mfinyanzi ama the potter and what the clay. Wakati ambapo mfinyanzi anatengeneza chungu, alafu aione ijetokelezea ama ijekuwa ijetokea jinsi anavyotaka, huwa anafanya nini? Ataiharibu, ataivunja na kufanya vipi? Na kuitengeneza tena upya. Kwa hivyo hii ni kwamba mimi na wewe ni nini? Ni udongo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu akitaka kukutumia, kuna mengi tu yatakupata. Majaribu kibao. Labda niulize, kwa wale wameokoka, maisha yako nywe, mnafurahia maisha yenu? Mnaenjoy maisha? Hauwezi kuenjoy, bado majaribu yanakufikia. Bado unapambana na nini? Na majaribu ya hapa na pale. Kwa sababu gani? Pengine Mungu anataka kukumold, akutengeneze ili uweze kuwa vessel nzuri ya kufanya nini? Ya kutumika. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo utapata huyu mfinyanzi anatengeneza, anaibomoa tena, anaiharibu na kuanza kuunda upya. Ndio hayo majaribu ambayo wewe unapambana nayo kila siku. Leo kukicha huyu ni mgonjwa. Kesho kukicha unasikia ambo wangu amefariki. Kesho kutwa ikipambauka sijui nini imefanyika, mpaka unajiuliza kwa nini mimi? Kwani ilikuwa ni mimi tu? Na ukumbuke kwamba hata kujaribu zaidi ya uwezo wako. Anakujaribu mahali ambapo unaweza shinda nini? Unaweza shinda hayo majaribu. Na usahau ya kwamba mlango huu unapofungwa ama dirisha huu unapofungwa, njia inatengenezwa upande mwingine. Ndipo utapata hayo majaribu, unafanya nini? Unayashinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usinungunike, usikasirike, usianze mambo mengi wakati hayo yanakukujia. Ujue ya kwamba Mungu yupo na hata kuacha, atakushikilia na atakufanya jinsi ambavyo yeye anavyotaka. Ya kwamba pia unataka nguvu lakini hutaki utii. Hakuna ufunguo bila kifo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa tunaona tuko katika hiyo msimu ya kwamba ataenda kufa, na baada ya kufa
ameandikwa atakaa siku 3, baada ya siku 3 atafanya nini? Atafufuka. Kwa hiyo hakuna ushindi. Hakuna ushindi ambao utaweza kupata bila kupitia nini? Kupitia mchujo. Bwana Yesu asifiwe. Utachujwa tu ni kama si kama kichungu. Kichungi unapochuja chai, majani yanabakia wapi? Yanabakia juu na ile maji nzuri na teremka. Kwa hivyo utapata kwamba lazima uchujwe, upitie hapa, upitie pale, na bado mwisho utafanya nini? Utashinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba umebeba dhambi ya siri inayozuia nguvu ya ukuaji ndani yako. Umebeba dhambi ya nini? Ya siri inayozuia nini? Ukuaji ndani yako. Mimi sijui ni gani, na wewe pia hujui yangu ni gani. Kwa hivyo inamaanisha kuna dhambi ambayo mimi na wewe tumeficha, na tunadhania tumeficha. Mungu anaona, alishafichua hata kabla hujatenda. Na ndiposa utapata kwamba mambo mengi mabaya yanafanyika wakati gani? Yanafanyika usiku, lakini si bado mchana inaonekana. Matunda yake inaonekana mchana na kila mmoja wazi wazi. Unadhania ulikuwa umefanya siri? Hakuna siri katika ulimwengu huu. Chini ya mbingu na jua hakuna nini? Hakuna siri. Japo kuwa inaweza chelewa, lakini bado itafanya nini? Itajulikana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo utapata kwamba dhambi isiyotubiwa ni ukuta kati yako na Mungu. Dhambi isiyotubiwa ni ukuta kati yako na Mungu. Na ndiposa napendezwa na mtu mmoja kwenye Biblia, Daudi. Biblia inatuambia Daudi alikuwa karibu na moyo ya Mungu. Kwa sababu gani? Yeye kila mara alikuwa akitambua kwamba amefanya kosa, anafanya nini? Ananyenyekea, anatubu ya ukweli. Na tunaambiwa alikuwa anararua mavazi yake na anavalia mavazi ya magunia, ishara ya kwamba ananyenyekea na anatubia dhambi alizoitenda na anasamehe. Na anatuambia kwamba hata dhambi yako iwe nyekundu kama damu, mradi tu fanye nini? Unyenyekee na utubu, atakusamehe na ataisafisha iwe nyeupe kama nini? Kama theluji. Kwa hivyo msamaha upo. Ambia mwenzako msamaha upo. Usikubali kufa kwa dhambi. Haleluya. Msamaha upo, mradi tu uwe na moyo wa kubondeka na kunyenyekea na utubu kutoka kwa kinywa chako mwenyewe. Atakusamehe na atakuosha, utakuwa mwana wake mpendwa mara nyingine. Na ndiposa utapata kwamba kama sijakosea, maana inatuambia kwamba dhambi ambayo haijetubiwa ni kama ukuta. Hebu tuangalie ukuta mahali hakuna dirisha. Hii ukuta unaweza angalia kitu kilichoko upande huu mwingine. It is an opaque object. You can't see through it. Kwa hivyo tunaona kwamba iwapo ukuta imejengwa kati yako na Mungu, inamaanisha hata sikia chochote, hataona chochote. Tunaambiwa anaona lakini anashuma haoni. Manake kuna kitu ambacho imekukinga wewe na yeye, imeziba uhusiano wako na Mwenyezi Mungu. Na ndiposa hiyo Isaya 59:2 ndio hiyo inasema ukuta. Lakini ukienda moja inatuelezea kwamba masikio ya Mungu si mazito yasiweze kusikia maombi yetu, wala mkono wake si mfupi kuweza kufanya nini? Kutubariki. Na hiyo mbili nasema dhambi isiyotubiwa imeweka ukuta kati yako na. Angalia sasa hayo maneno. Kwa hivyo inamaanisha hivi vitu vidogo vidogo
ambayo hatutakiri na kutubu, itakata uhusiano kati yako na Mungu. Na ndiposa utapata kwamba mwenzako ama rafiki yako ambao ulikuwa unamshinda tu kwa mbali sana, utamwona leo hii amenawiri, anaendelea, yuko vizuri, na wewe bado uko vile vile. Jiulize, kwa nini mimi? Kwa nini baraka hizi zinanipita? Halo. Kila siku unalia, kumbe umesahau kuna kitu ambacho bado hujetubu, ili kuleta uhusiano, kurejesha uhusiano huo uliopotea. Ni Mungu wa upendo. Kwa sababu Biblia inaniambia wakati aliona kwamba watu wamezini, uhusiano umepotea, akafanya nini? Akaleta mwanao wa pekee ili kufa kwa ajili yangu na wewe, ili kuweza kurejesha huo uhusiano ambao ulikuwa umefanya nini? Umepotea. Na je, kama tunajua haya, kwa nini wakati tunakosea tuwe shingo ngumu? Manake kuna nimesahau, lakini nasema ukishupaza shingo lako litavunjika. Nitakunyana wewe umeng'ang'ana, umekausha wakati ambapo unastahili kukande, imekauka, itafanya nini? Mishipa itafanya nini? Itakatika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nazungumza kama na unanisikia, sema halo. Unanipata? Halo. Kwa hivyo tujue kwamba kuna dhambi unayoihalalisha. Unaihalalisha na unajua kweli ni makosa, lakini wewe unaona ni jambo ya kawaida. Jinsi ambavyo nilisema kwamba kile kitu ambacho unaifanya ukiwa na watu, ukiwa na wenzako, hicho uendelee kuifanya wakati ambapo uko peke yako. Isiwe wakati uko na wenzako wewe ni mzuri sana, unafanya mambo yanayofaa, lakini ukiwa peke yako kwenye giza unabadilika. Tusiwe kama popo ambao si ndege wala nini. Haleluya. Kwa hivyo hizo ndio siri zenyewe ambazo unazifanya ukiwa peke yako, lakini wakati uko upande huu unaifanya mazuri. Kwa hivyo yeye huona